Salamu alaikum tena. Tulisema kwamba mashia walikuwepo zama za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini tukauliza, je, wasuni walikuwepo zama za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Tulisema jawabu tutapatiwa, lakini hatukupatiwa. Sasa mimi nataka kujibu bila kukuwa na emotion na feelings. Tutumie akili na tuangalie dalili zinasemaje. Wasuni pia walikuwepo zama za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam. Wasuni walikuwepo vipi? Wasuni wanaitwa wasuni kwa sababu ya kufuata sunna mwenendo za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye katika zama za Bwana Mtume alikuwa anafuata mwenendo na tabia za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa anaitwa mwenye anafuata sunna. Kwa hivyo atakuwa ni msuni. Kwa hivyo wasuni walikuwepo. Sasa inakuwaje kama wasuni walikuwepo na mashia walikuwepo? Shida imetokezea wapi? Kwa kweli, alafu pia kabla hapo pia, na wote bado wanajiita Waislamu ama vipi? Wote ni Waislamu. Mimi nasema kitu moja, alafu pia tutaendelea katika video zingine. Unaweza ukakuwa ni Rabai na ni Mkenya, ni Msomali na ni Mkenya, ama ni Msomali na ni Mtanzania, ama wewe ni Mkikuyu na ni Mkenya, wewe ni Mswahili na ni Mtanzania, wewe ni Mswahili na ni, yani unaweza kuwa umebeba jina kadhaa at the same time, lakini wewe ni mtu mmoja. Kwa hivyo wewe ni Muislamu, ni Msunni, ni Mshia. Kwa hivyo Msunni kama anamkubali Sayyidina Ali, anaweza kuwa anaitwa Mshia. Kama Mshia anakubali sunna na anafuata mwenendo za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Msunni. Kwa hivyo wewe ni Muislamu Msunni ambaye unafuata sunna za Bwana Mtume, ni Mshia kwa sababu unapenda Sayyidina Ali, Imam Ali, na unakubali maneno yake kwa sababu alikuwa ni katika masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini tutaongea baadaye. Maasalam.